kwa ajili ya neno lako, kwa ajili ya kukupa wewe ibada, kwa ajili ya kukusifu. Nasi Mungu tumekuabudu na kukusifu, tumelitia jina lako na tumekutolea matoleo tuliyoyatoa. Ni saa yako Mungu kusema nasi. Sema na kila mmoja katika lugha ambayo ataelewa. Jalie kuelewa na maandiko na Roho Mtakatifu wako akituhudumia Mungu, ili tuweze kupata kile ambacho umekikusudia siku ya leo kwa utukufu wa jina lako. Ninasimama kinyume na nguvu zote za giza na roho za kuzimu na mapepo na kila namna inayofanyika kwa jinsi ya mwili na kwa jinsi ya roho isiyokupendeza wewe Bwana katikati ya maisha yetu, ili kutuzuia tusiuone utukufu wako ndani yetu. Mungu, tunaomba katika jina la Yesu Kristo, tukidhoofisha hizo nguvu zote za giza na mamlaka za kuzimu na wakuu wa giza na ufalme na miungu ya kila namna, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, tukiwalipa kila wanachotudai kwa damu ya mwanao mpendo Yesu Kristo, ambayo kwa hiyo Mungu ulimnunulia watu wako kila kabila na lugha na jamaa, ukatufanya kwa ufalme na makuhani kwa Mungu, ili tuweze kumiliki na kutawala katika nchi. Katika jina la Yesu Kristo utukuzwe wewe, ambaye kwa damu ya kwa thamani tuna masamaha ya dhambi na ukombozi wetu. Tunaomba hayo tukiamini na kukushukuru katika jina la mwanao mpendo Yesu Kristo, na tuseme amen. Tuseme kwa sauti amen. Amen. Kitabu kile cha Mika sura ile ya 4 mstari wa kwanza na wa 3. Mika 4:1-3 inasema hivi mpaka 3 inasema, kwa maana angalieni, siku ile inakuja, inawaka kama tanuru, na watu wote wenye kiburi nao wote watendao uovu watakuwa makapi. Na siku ile inayokuja itawateketeza, asema Bwana wa majeshi, hata haitawaachia shina wala tawi. Lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu, jua la haki litawazukia, lenye kuponya katika mbawa zake, nanyi mtatoka nje na kucheza cheza kama ndama wa mazizini. Nanyi mtawakanyaga waovu, maana watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu yenu katika siku ile niifanyayo, asema Bwana wa majeshi. Amen. Na tuketi. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo ambalo tumepewa kwenye kalenda ya kanisa letu inasema ukombozi wetu umekaribia. Ukombozi wetu umekaribia. Na tumepewa maneno haya kutoka kitabu cha Malaki 4:1-3, ikionyesha jinsi siku ile ya ukombozi itakavyokuwa. Anaonyesha nini ambacho kitatokea kwa waovu, lakini anaonyesha nini kitakachotokea kwa wale ambao wanalicha jina la Bwana. Tumesoma somo la waraka pia hapa, na mimi nitatamani kulisoma tena kwa sababu kuna ufafanuzi kidogo nitakaokupa na kukuachia homework kwa siku ya leo. Leo kanisani tutatoka na homework. Ile Luka 21:29-33 inazungumza habari ya mtini. Anasema, akamwambia mfano, utazameni mtini na miti mingine yote, wakati ishapo kuchipuka, muona na kutambua wenyewe ya kwamba majira ya mavuno yamekwisha kuwa karibu. Nanyi kadhalika mnapo mambo hayo yanaanza kutokea, tambueni ya kwamba ufalme wa Mungu ukaribu. Amin, nawaambieni, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatimie. Mbingu na nchi zitapita, mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Sasa somo linatuambia ukombozi wetu umekaribia, na lazima tujiulize, tunapozungumza habari ya ukombozi tunamaanisha kitu gani? Mimi nilienda moja kwa moja kwenye asili ya kuandikwa kwa Biblia kwa lugha ya Kiebrania, nikitaka tu kujua kwamba hili neno ukombozi
asili yake ni nini, lina maana gani. Kwa lugha ya Kiingereza tunalitamka kama redemption, lakini asili yake hilo neno redemption limetoholewa kutoka kwenye Kiebrania na Kigiriki, ambapo neno la Kiebrania la neno ukombozi ni gola, na ikiwa inamaanisha kutolewa katika dhambi, kutolewa katika mateka na kutolewa katika uharibifu. Kwa hiyo ukombozi ni kutolewa katika dhambi, kutolewa katika kuwa mateka, yaani sio tu mateka wa dhambi. Kwenye dhambi hapa tumeshatoka. Kwa hiyo unatolewa kwenye dhambi, inamaanisha ukombozi. Kutolewa katika mateka, umetekwa, wewe ni mfungwa, ni mtumwa. Neno la utekaji tumelisikia mara kwa mara katika nchi yetu, kutekwa. Sasa yule aliyetekwa anapotoka kutoka kuwa mateka wa yule mtu, anakuwa amekombolewa. Lakini tafsiri nyingine inasema ni kutolewa katika uharibifu. Uko katika hali ya kuharibikiwa, mambo yako hayaendi, hayako sawasawa, kila unachokigusa kinaharibika. Wakati mwingine hata hujui anayeharibu ni nani, lakini yupo mharibu, na Biblia inatueleza kabisa yupo mharibu ambaye kazi yake ni kuhakikisha anaharibu mambo yako, kukupa tu frustration, ufike mahali uone kwamba hakuna Mungu, ufike mahali umtukane Mungu kama jinsi ambavyo marafiki zake Ayubu walimshawishi Ayubu amtukane Mungu, amkufuru Mungu. Kwa sababu ni Mungu yupi huyu ambaye amemtoa katika tumbo la mama yake, akampa hayo yote aliyompa, alafu akaanza kuchukua kimoja baada ya kingine? Ni uongo tu wa shetani kwa Ayubu kutaka tu wafikie mahali pa kumwona Mungu si chochote kwenye maisha yake. Na watu, neno la Mungu linatuambia ya kwamba Mungu ni yote katika yote. Haleluya. Kwa hiyo kuondolewa katika uharibifu ni kukombolewa. Sasa somo linasema ukombozi wetu umekaribia. Siku ya ukombozi wetu imekaribia. Na Mika anazungumza katika siku ile, waovu watachomwa moto, watakuwa kama makapi, lakini wale wanaolicha jina la Bwana watawakanyaga waovu, kwa maana watakuwa kama majivu. Lakini si tu hivyo, wataruka na kucheza kwa furaha kama ndama mazizini. Wanachofurahia ni nini? Wanachofurahia ni ukombozi, kuondolewa katika dhambi, kuondolewa katika mateka, kuondolewa katika uharibifu. Watu wa Mungu, tunapaswa kufahamu ya kwamba kuna maisha baada ya haya tunayoishi. Si kila mtu anapenda kuamini kitu cha namna hiyo, kwa sababu habari za maisha hayo yamekaa kama kitu cha kutishatisha watu. Ni kama kitu cha kuwafanya watu uwafanye labda washindwe kuendelea na shughuli zao ambazo wanaendelea nazo hapa duniani. Lakini mimi nataka nikutie moyo katika maisha haya tunayoishi hapa duniani. Ishi kana kwamba hautakufa, lakini katika ulimwengu wa roho ishi kwamba Kristo anarudi kesho. Hakuna mtu yoyote ambaye atakuzuia kufanya shughuli zako za kiujenzi wa uchumi na maendeleo na kadha wa kadha, kwa sababu ya habari hizi za siku ya ukombozi. Hakuna mtu atakaye kuzuia. Lakini kwa sababu mwanadamu ni mtu ambaye amepewa kuishi katika ulimwengu mbili tofauti kwa wakati mmoja. Mwanadamu amepewa mwili na amepewa roho. Malaika hawana hicho kitu, ni mpaka wapewe. Roho zilizoko kuzimu hawana mwili, ni mpaka wapewe. Lakini sisi tumepewa mwili, tumepewa roho, lakini tunayo nafsi ambayo inaunganisha mwili na roho, na inaleta tafsiri ya mambo ya mwilini na mambo yaliyoko rohoni, ili mtu aweze kuelewa katika akili yake. Kwa mtu amepewa kuishi katika ulimwengu wa mwili na amepewa kuishi katika ulimwengu wa roho. Kwa katika ulimwengu wa mwili ishi, endelea na shughuli zako kama kawaida, usimkosee Mungu. Na katika ulimwengu wa roho ishi ukijua Kristo anaweza akarudi saa yoyote.
Kwa hiyo utakuwa uko standby wakati wote, hautaacha kufanya shughuli zako za kiuchumi, utaendelea nazo. Akija saa hiyo hujamaliza fresh, lakini utaenda kwake na utafurahi na kuruka kama ndama warukavyo mazizini. Haleluya. Usiishi kwa kuogopa eti kwa sababu Mungu amezungumza habari ya kurudi kwa Kristo au amezungumza habari ya ukombozi. Fahamu kwamba yako hayo maisha, kwa sababu kwa kujua huko kutakufanya uwe tayari, ujiandae hata saa ya ukombozi wetu itakapokaribia au itakapofika. Tunakombolewa kutoka katika dhambi, tunakombolewa katika utumwa wa shetani, tunakombolewa kutoka kwenye uharibifu wa ulimwengu huu. Ulimwengu huu umeharibika kabisa. Yako machukizo mengi, yako mambo ambayo hayafai. Watu wanaogopa hata kuishi katika ulimwengu huu. Watu wanaogopa hata kuzaa, kwa sababu ya hofu tu iliyoko juu ya mambo yanayoendelea katika huu ulimwengu. Sasa hivi imekuwa kazi sana kumlea. Imekuwa rahisi kumlea mtoto wa kike kuliko hata wa kiume, tofauti na hapo ilipokuwa mwanzo. Wazazi wa zamani walikuwa wanaogopa kweli kupata watoto wa kike. Wakipata wanaanza kusema oho, hapa niwe macho, chochote chaweza kutokea. Binti asije akaharibika, asije akaleta mimba nyumbani. Lakini sasa hii imekuwa ni kitu rahisi sana kumlea binti kuliko mtoto wa kiume. Uharibifu wote umeelekea kwa vijana wa kiume, watoto wa kiume. Nasikiliza nikwambie, mahali popote utakapoona uzao wa kiume unashambuliwa, kuna kitu katika ulimwengu wa roho kinafunguliwa, kinaachiliwa. Ilifanyika hivyo wakati wa Farao, na Musa alikuwa anaachiliwa kwa ajili ya taifa la Israeli. Ilifanyika hivyo wakati wa Herode, na Kristo alikuwa anaachiliwa kwa ajili ya ulimwengu. Inafanyika sasa, na kuna kitu kwenye ulimwengu wa roho kinaachiliwa kwa ajili ya ulimwengu. Ni kwa sababu tu ufahamu kusoma majira na nyakati na kujua kwa nini shetani anashambulia uzao wa kiume. Ni kwa sababu saa imekaribia, naye anajua na anafanya kazi usiku na mchana, akijua ya kwamba hana muda. Kwa anataka ipate nafsi yako kama alivyoipata naye yule. Anafanya kazi kwa haraka, kwa spidi mno, akikudanganya ulimwengu ili kuhakikisha wote anaweka chini ya mateka, wote anaweka chini ya dhambi, wote anawapa uharibifu wa kwake. Ili nini? Saa itakapofika wachomwe moto kama makapi, wakanyagwe na wale ambao wanalicha jina la Bwana. Swali langu, wewe utakuwa kambi ipi? Utakuwa upande upi?